Mungu wa dunia hii. Niko na mwanangu mpendwa Yesu Kristo Nazareti, moto ulao aliochukua dhambi za ulimwengu. Nilimtuma akapigwa akafa, siku ya tatu nikamfufua. Leo yuko katika kuhukumu dunia na ulimwengu, na mimi ndio Mungu, na hao nawaona ni malaika zake. Huyu wa mbele ni Bikira Maria, huyu hapa ndio Bikira Maria, huyu ndio mamake, huyu hapa. Huyo unamuona nyuma, huyo ni mtakatifu, huyo Mnyamwezi, yeye ndio Mnyamwezi, huyo ndio Mnyamwezi. Na huyo unamuona, huyo ndio mama wa Dodoma nzima, yani mwenye Dodoma mmeingia watu usiojulikana, misheni. Kwa hiyo tupo katika kuhukumu ulimwengu. Mkichukulia kama mzaa mtateketea, wewe rais. Nakuta watu huko wananiambia maneno mabaya kwamba unatafuta watu wasiojulikana. Rais kaagiza nitafutwe. Sio Gwajima, waziri Gwajima. Ndio huo, hao ndio wasiojulikana hao. Waziri Gwajima na yule Gwajima askofu ni kitu kimoja hao. Naam, hali gani mpenzi mtazamaji wa channel yako pendwa ya Akida TV. Ikiwa ni siku njema tena tunakutana kwenye mbilinga za kujuzana ama kuhabarishana habari mbalimbali. Na leo hii kubwa ambalo tuko nalo ni mara baada ya kukamatwa bwana kwa mtuhumiwa ambaye anatambulika kwa jina la Nabii Tito anayejulikana kama Tito Onesmo. Miongoni mwa wachungaji ama watumishi ambao walipata maarufu mkubwa baada ya video zake za kusambaa kwenye mitandao ya kijamii iliyoonekana akihubiri akiwa amevaa mavazi ya aina ya kanzu yenye misaraba na wakati mwingine akiwa na chupa ya bia pamoja na Biblia. Sasa mara baada ya kukamatwa kwa mara ya kwanza ilikuwa ni tarehe 23 mwaka 2018. Tazama picha kama hizi kweli. Sasa unasikiliza? Utafanya tena? Sasa hivi nasema utafanya tena? Sifanyi tena. Ufanyi tena? Kwa hiyo unajua ni kosa? Nishaona mnasema ni kosa. Sasa unajua ni kosa? Au unasema ulishajua ni kosa? Au ukisema nishajua ni kosa, wewe unasema, lakini nasema kwamba unakuuliza ni kosa. Aliwekwa kwenye vyombo vya sheria na ndipo serikali ama baadhi ya vyombo vya sheria vikaamuru kwamba wakachukuliwa vipimo na kugundurike, je, ana akili timamu ama kuna kitu ambacho kinamchanganya, na akapewa onyo kali ili aweze kuachana na tabia hizo za kusambaza video na picha ambazo hazina maudhui kwenye jamii. Na pia vile vile alipigwa onyo kali na baadhi ya dini, maana vitu ambavyo walikuwa wanazungumza, mazungumzo walikuwa wanazungumza yalikuwa ni ya kupotosha amani, yalikuwa ni ya kuleta mkanganyiko kati ya dini na dini. Sasa siku zikapita sana, miaka ikapita sana, akawa bado anaendelea kutoa kashfa mbalimbali kwenye vyombo vya hivi ya mitandaoni, akawa anaendelea kuzungumza mambo ambayo hayaleti maana na hayana mantiki yoyote kwenye jamii. Na hatimaye sasa jeshi la polisi likamtia mbaloni kwa mara nyingine tena, ikiwa ni siku ya jana bwana. Mpaka sasa hivi tunavyoongea sisi kama Akida TV yupo kwenye mikono ya sheria ya serikali, na ni mara baada ya kurejea ama kurudia tena kile ambacho amekifanya mwaka 2018. Sasa wewe maoni yako ni yapi ambayo unatazama saizi kupitia Akida TV? Ila ukumbuke habari hii bwana imedhaminiwa na Ramadhani Matikiti Investment ambayo inapatikana hapa wilayani Korogwe mkoani Tanga. Na kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwa unahitaji tikiti, unaweza kuwa unahitaji kwa bei ya jumla ama reja, wasiliana na mdhamini wetu mkuu ambaye ni Ramadhani Matikiti Investment kwa namba yake ya simu ya 0655 99 76 41. Nairudia kwa faida yako wewe mtazamaji ambaye sasa umefungulia simu yako unatuangalia kupitia Akida TV. Namba ya simu ya Ramadhani Matikiti ni 0655 99 76 41.
Wewe mpigie Ramadhani Matikiti muda wote, saa yoyote, tuma SMS, mpigie simu, utapata huduma kwa wakati sahihi. Maana mteja kwetu ama kwa Ramadhani Matikiti investment ni mfalme. Unaambiwa tunatakiwa tuthamini cha kwetu. Mzee Ramadhani Matikiti, sisi kama Akida TV akasema hapana, na inabidi ni dhamini habari hii ya Tito Onesmo almaarufu Nabii Tito. Tumeona kwenye baadhi ya media mbalimbali akiwa anazungumziwa yeye, na si kila mtu ambaye anamzungumzia kwa mema bali anamzungumzia kwa mabaya ambayo alikuwa anayazungumza kwenye baadhi ya hizi digital platform kwenye mitandao hii ya kijamii, ndio ilikuwa sehemu yake kubwa. Tena isitoshe anakuwa amekaa na familia. Yaani mimi kama ningekuwa nina mamlaka ya kuamuru kitu gani afanyiwe, ningetamani hata ile familia yake wahusike wote, wawekwe kizuizi, yani wawekwe kwenye sehemu ambayo ni ya uangalizi, ili waweze kuhojiwa zaidi, kwa sababu unapatia wapi ujasiri wa kukaa unamsema mpaka kiongozi mkubwa wa nchi ambaye tunamtegemea sisi, unatukana hadi jeshi la polisi ambalo lipo kwa ajili ya kutulinda sisi pamoja na mali zetu, unatukana mpaka amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya Tanzania, anamaanisha kiongozi mkuu wa serikali. Unapatia wapi ujasiri wewe kama kiumbe? Isitoshe unamkufuru hadi Mwenyezi Mungu, unakwenda unajiita wewe ni nabii, unajiita wewe ndiye Mungu. Yani achana na unabii, unajiita wewe ndiye Mungu ambaye umemleta Yesu duniani. Hivi tunafanya kitu gani? Tunakwenda wapi? Hii dunia inakuwa ni ya kwako wewe kama nani? Haiwezekani kinachokuwa kinafanyika serikali ikuachie tu ufanye. Mimi naipa kongole jeshi la polisi kwa hatua hii ambao wameichukua, maana tumeona alikuwa baadhi ya wazazi wakiongea na media mbalimbali walizungumza kwamba ni miongoni mwa watu ambao tulikuwa tunawategemea, lakini sasa tunaona wanapotosha jamii kwa ujumla. Sasa na wewe mpenzi mtazamaji, maoni yako ni yapi? Cha msingi shusha komenti yako hapo chini, andika tu, ingia kukamata simu yako, andika Akida TV, share, comment, like na kusubscribe. Maana unapo subscribe, kumbuka utakuwa wa kwanza kupata habari zetu kupitia Akida TV. Unaweza ukawa unajiuliza ni nani aliyekuhabarisha ama kukutanabaishia habari hii. Ni mimi Abbas Chuma. Asanteni sana. Matikiti Investment wanakuletea matikiti ya kila aina kwa saizi tofauti tofauti kwa bei nafuu mno. Kwa jumla na rejareja, wanapokea oda kwa shughuli za nyumbani na sherehe mbalimbali. Wanapatikana soko kuu la mjini Korogwe. Kwa mawasiliano zaidi ni 0655997641.